Bwana Yesu asifiwe. Nikukaribishe katika mfululizo wa masomo ya ukombozi wa nafsi iliyofungwa. Lakini leo kwa neema ya Bwana tutaenda kufafanua kuhusu maagano. Watu wengi sana wamekuwa wakiishi maagano, wamekuwa wakiishi maisha ambayo yana maagano ndani yao. Ndio maana maagano yako ya aina nyingi. Kuna maagano ambayo yaliwekwa na kuna maagano watu wameweka wenyewe. Na kuna maagano ambayo watu wameweka kwa kujua na maagano mengine wameweka wajui. Lakini mara nyingi sana maagano ambayo yanasumbua watu ni maagano ya mara mbili. Kuna maagano watu wameweka hawajajua, lakini pia kuna maagano ya asili kwa miungu iliyotumikiwa. Na ndio maana agano kwa njia nyingine ni nadhiri. Kuna asili ambazo tumetoka, wazazi walienda wakazungumza na miungu juu ya nafsi yetu. Hichi kitu kimesumbua sana watu wengi. Sikiliza, tatizo likiwa lina agano ndani yako, hilo tatizo kulitoa mpaka ufate utaratibu. Kwa sababu maagano kwa lugha nyingine kwa maisha ya kisasa ni mkataba, ni agreement, ni makubaliano. Kwa mfano, mimi nimeweka makubaliano na ofisi fulani nitafanya kazi kwa mwaka mmoja. Haijalishi ni ofisi ya design gani, haijalishi ni supermarket, haijalishi ni Shell. Okay, mimi nimeweka agano Shell kwamba kwenye hii Shell nitafanya mwaka mmoja. Kwa hiyo itakapotokea nitavunja ile agano, lazima patakuwa pana shida, kwa sababu ile agano ni mkataba wa mwaka mmoja. Sasa maagano kwenye ulimwengu wa roho, kuna maagano ambayo yamewekwa na mababu, lakini yale maagano hayana mwisho. Wale walipoenda mbele za miungu hawakusema kwamba tunakuja kuleta hichi kizazi mbele zenu kwa nadhiri hizi, kwa agano ya miaka 10 au 20. Wanasema nyie mababu, tumeleta hichi kizazi, tunaomba mkilinde. Kwa hiyo unakuta muda wote wa maisha yenu, kizazi cha kwanza mpaka cha 4, chote kiko kwenye yale maagano. Na yale maagano yanakuwa na uhalali kwa sababu walifanya ibada, wakachinja mbuzi, wakala pamoja, unaona, wakafanya zile ishara zote za ibada ya miungu. Kwa lile agano la kuwa la uhalali, na lile agano linaheshimika na Mungu. Mungu anaheshimu sana maagano. Na ndio maana ndio maana watu wengi sana kwenye maagano wanapata upingamizi, kwa sababu hawana elimu ya kujua agano ili lisifanye, ili agano livunjike, tunaenda kwa utaratibu gani. Na ndio maana nilisema kwamba watu wengi wanaenda kupiga maagano kwa kutumia nguvu. Kwa mfano, unakuta mtu kuna ugonjwa wa kansa katika familia yao. Kwa hiyo unakuta automatically kuna agano la magonjwa kwenye familia yao. Unakuta mtu kabisa ameokoka, mtu anamtumikia Mungu, lakini kwenye asili yake kuna maagano. Nasikia mjomba wangu ni kansa ilimuua, ikaja ikamfuata mama yangu mdogo. Kwa hiyo ni nini? Unakuta mtu anamwamini Kristo Yesu, anampenda Mungu, lakini anakwambia ile sukari iliyomuua mjomba wangu imefanya baba yangu mdogo akakatwa mguu. Sasa tukijumuisha, maandiko yanasema alikufa msalabani akamaliza magonjwa, alikufa msalabani akamaliza umaskini. Sasa magonjwa yanatoka wapi ikiwa Kristo Yesu alikufa msalabani? Ndio maana lazima turudi pale. Ile damu ya Yesu pale Kalvari ina kanuni ya kuitumia. So from nowhere tu unatumia damu mzee. Ile sio ya ng'ombe. Wala fikiri ile nkisusia unaenda kununua hapo dukani unachemsha unakunywa. Ile ni damu ambayo ina agano la msamaha. Lakini ili uweze kuitumia, kwa sababu damu ile iliachiwa na Muumba mbingu na nchi ili ije iue kila sadaka zote, ili ije iue kila maagano yote. Lakini sasa wewe mwenzangu, kwenu maagano ya kwenu yana uhalali zaidi ya miaka 10,000. Na maagano ya kwenu yanakudai. Kwa hiyo ndio maana nini kinachotakiwa kutokea? Lazima ujue kwamba asili yako ina maagano ya design gani. Ndio maana kuna familia nyingine zina maagano ya umaskini. Maskini ni agano. Mimi mwenyewe nimeshuhudia, kuna watu wakijenga nyumba nzuri nyumbani wanakufa. Sikia alikuja hapa akafuka mfereji akajitega na kamba inamuaje mtu. Alikuja hapa kutoka Dar es Salaam akawa ameruka ngambo ya mto kwa kwenye kipindi cha mafuriko, wakati anarudi mafuriko akambeba. Shida ni nini? Kwa nini ulijenga nyumba pale nyumbani? Kwa nini umeanza msingi pale nyumbani? Hivi vitu vinarudisha watu wengi nyuma, na Mungu akitupa neema tukiendelea kujifunza kila siku, hakuna kitu kitakachogusa familia yako. Kuna watu wana maagano ya umaskini. Yaani mtu mjini anafanya kazi kabisa,
lakini kwenda nyumbani lazima akope nauli. Kuna watu wana maagano ya kimaskini. Mjini huku mtu ana gari kali, lakini kule kwao watu wanakufa hawana panado. Agano la umaskini. Na agano la umaskini alivunjwa na hela. Tena agano la umaskini ukipambana na hela ndio linasema huyu anatupinga. Unajua miungu inafanya hivi. Kwa sababu hii miungu yenye agano imeona wewe leo umeokoka katika ile familia. Sasa kitu kinachopambana nacho inaamini wewe umepotea kwa sababu umetoka nje ya utaratibu. Na ndio maana watu waliookoka, watu wanaoomba huku mjini, watu wanaomba kwenye kurudi vijijini, lazima muwe mna elimu nyingine ya juu, sio elimu ya utoto. Inatakiwa muwe mna elimu ya juu ya kuwatosha. Kwa sababu ukiwa umeokoka, ukiwa unamwamini Mungu, ukiwa umekataa miungu, haizi kufa mzazi wako usiende kumzika. Sasa utakuwa na nguvu gani ya kuweza kujua kwamba yale maagano ambayo yalinizaa? Kwa sababu ukiwa binti mdogo, wajomba wako pale wanachinja mbuzi, wanasema tunamleta fulani mbele zenu. Nyewe wazee tunamleta fulani mbele zenu. Tunamwomba udada mkamjalie mume na asiolewe na kabila lingine isipokuwa kabila fulani. Mchaga olewe na Mchaga. Msukuma olewe na Msukuma. Mgosi olewe na Mgosi. Umekuja mjini huko ni Mchaga, unapata Msukuma wa Mwanza, biashara imeisha. Unakuwa uko nje ya agano. Kwa hiyo kinachokupiga ni lile agano ambalo lina uhalali, lile agano ambalo lina utaratibu kwenye maisha yetu, lile agano ambalo lina utaratibu kwenye asili yako. Kwa hiyo ni nini? Maagano sio kitu kigumu kwa mtu mwenye maarifa ya kuwa mbele za Mungu, lakini maagano ni tatizo la dunia nzima kwa watu ambao wanategemea mtumishi aseme agano litoke. Sasa unaweza ukaja kwangu, mtumishi kwetu na mimi na maagano yangu. Kwa sababu kama mimi sijapata uelewa, kama sijapata kanuni ya kuvunja maagano, naweza nikaa nafanya huduma na yale maagano ya kwetu. Ndio maana watu wengi wanashangaa, yule mtumishi tulikuwa tunamwamini, kitu alichofanya ametuzalilisha. Sio kitu alichokifanya, kuna siku alikaa vibaya, ile nguvu ya koi ikainuka ikapita naye. Kwa hiyo maagano ni utulivu. Maagano nataka utulie, ujue kwamba mimi sasa hivi naenda kutulia. Kwa nini natulia? Natulia kwa sababu A, B, C, D, E, F, G. Kuna watu wana agano la umaskini. Kuna watu wana agano la kutokuolewa. Yaani unaolewa na mume wako vizuri, anakupiga kama drama za haleluya, anakuwasha. Ni nini? Anakuumiza vibaya. Mkija mkikaa kikao anasema mimi sijui kwa nini nampigia mke wangu. Watu wazee pale sio kawaida, sio una maalama tayari. Asili ya kwenu nasema huyu hataolewa, na hata akiolewa hata kwenye ndoa utakimbilia. Hasa kuna watu wengine wana maagano ya kutokusoma. Kuna familia inafanya huduma, wakifika form 4 lazima atabeba mimba huyo mtoto hiyo familia. Kijana wa kiume amewekewa bango afiki form 3G, mtaani anaendesha kuendesha pikipiki, anaanza kufanya bodaboda huko mtaani. Alafu sasa uendeshaji wa bodaboda ni kazi nzuri sana. Huko mtaani sasa hiyo anavyoendesha na tairi ya nyuma. Unasikia kuna mtu hapo anasema huyu kichaa kama baba yake. Kwisha. Ni agano. Ndio maana vitu vingi sana inabidi tuwe na hekima ya kupambanua mambo ili tujue ili agano linatakiwa lianzie wapi, na hii tabia inatoka wapi, na hii tabia inaenda wapi, kwa nini hii tabia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima ujue kwanza agano la kwenu lina shida gani. Ndio maana bado narudi kwenye somo la ukombozi wa nafsi iliyofungwa. Nimefundisha kuhusu kutafakari kabla ya kwenda mbele za Mungu. Unaweza ukawa unasikia vitu vingi sana vinafanana. Unaweza ukasikia ukapata story. Kwani kulikuwa kuna shangazi ana issue fulani. Kwani kulikuwa kuna mjomba ana issue fulani. Maagano yanaingiaje? Inaweza ikawa kuna mjomba wako pindi akiwa kijana alikuwa anafanya biashara, alienda kwa mganga, akaingiza agano la damu yenu, akaingiza agano kwenye damu yenu.
Leo umekuja unafanya biashara, umefungua saluni. Omba na wewe unaita watumishi kila mahali. Agano la uhalali. Lakini unapo research ukajua kwamba kwa nini hichi kitu hakiendi. Na ndio maana maagano yametofautiana. Kuna agano ambayo ukizaa mtoto atakufa, lakini kuna agano ambayo miezi 5 ikifika mimba inatoka. Kuna agano ambalo lasema hawatafanya biashara, lakini kuna agano lasema watafanya biashara lakini hawatapata maendeleo. Unafungua biashara, kwenye kulipa kodi machozi. Unafungua biashara, kwenye kula vizuri machozi. Kwa hiyo lazima ujue kila kwenye tatizo kuna nyuma kitu. Kila nyuma ya tatizo kuna kiini. Kila nyuma ya tatizo kuna mizizi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nikwambie tu kweli, lazima ujue kwenda mbele za Mungu ili upate uhalali wa kuweza kuvunja nadhiri au maagano. Na ndio maana watu wengi sana wanavunja maagano kwa nguvu zao. Yale maagano yanageuka na yale maagano yanakuwa mabaya kwa sababu wameyavunja bila utaratibu, kwa sababu wameyavunja bila protocol, kwa sababu wameyavunja bila kuelewa nini wanachoenda kufanya. Ndio maana yale maagano yanakuwa yana survive. Mtu ameokoka, maandiko yanasema kwamba Yesu alimaliza kila kitu. Unatoa wapi? Kwani kunatoka wapi magonjwa ya sukari? Kwa sababu kuna lile agano. Na ndio maana usijisumbue. Kesho nitafundisha somo la kuvunja madhabahu. Usijisumbue. Kuna maagano ya familia yenu unaweza ukawa una nguvu ya kuyagusa kwa sababu wewe mwenyewe huna elimu ya kutosha. Lazima uwe na elimu ya kutosha kujua kwamba agano ni nini, na hii nadhiri iliwekwa kwa sababu gani, na inafanyaje kazi, na kwangu ili niache nitaendaje. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nikuhakikishie kwamba maagano au nadhiri yanawezekana kuvunjwa, lakini kuvunjwa kwa maagano au nadhiri sio kwa kusema shetani niachie, sio kwa kupiga leo, sio kwa kusambaratisha leo. Lazima uwe na mtaji wa toba ya matengenezo, kumwambia Bwana sio yamkini ni kweli, ili agano lina uhalali kwenye asili yangu, kwa sababu sisi na wajomba zetu tulitumikia miungu. Usijitoe kwenye hiyo kesi. Ili agano limekuwa na nguvu kwa sababu asili yangu ilitumikia miungu. Ili agano limekuwa na nguvu kwa sababu asili yangu ilikuacha wewe. Kuna agano moja tulitraki, ni la ajabu kabisa. Inaweza ikawa baba yako akiwa kijana. Nimesema baba yako akiwa kijana alimdanganya msichana wa watu, akamharibia maisha, akamwambia nitakuoa. Msichana akajiachia mpaka mwisho. Alafu baba yako akamuoa mama yako. Sasa agano hapo kwa mama yako laweza likatulia, likamwacha mama akazaa mtoto wa kwanza, wa pili mpaka wa 5. Kwako sasa lile agano ndo laanza kufanya kazi. Yule msichana aliyoachwa na babako akasema, umenifanyia hivyo Max, nimeumia. Hata wewe mtoto wako atafanyiwa hivyo. Kwisha. Utazunguka kama tiara. Kwa hiyo ndo maana unapoenda mbele za Mungu useme yamkini. Mwambie Bwana, ni mimi fulani nimekuja. Kwanza nakushukuru, nakupa sifa na utukufu, kwa sababu haya yote ninayopitia bado umebaki kuwa Mungu kwangu. Baba, nimekuja kufanya upatanisho ili nipate uhalali wa kuvunja maagano yanayonisumbua nafsi yangu. Bwana, nimekuja kufanya upatanisho ili Bwana uingilie katika maisha yangu. Kuna nyumba lazima asimame mtu, asema nimetafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka ili Mungu akaingilie. Kuna watu ambao Mungu amewaandaa ili nyie msimame mahali palipobomoka mbele zake, ili mkamwambie Bwana ale maagano itoshe, imefika mwisho. Ili ukamwambie Bwana ale maagano imetosha, imefika mwisho. Ili ukamwambie Bwana ale maagano imetosha, imefika mwisho. Sasa na wewe pia Mungu inatakiwa kukusaidia, kwa sababu usipokuwa na uelewa mpana unaungana kutafuta waliopotea, na unaotafuta nao waliopotea na wao wamepotea. Umeshaona mkutano wa kutafuta waliopotea?
kwa sababu wewe lazima ujue, uwe na elimu ya kutosha. Sasa uje kwa mtumishi ambaye anakuambia kunywa haya maji, maagano ataenda kufa. Mtakufa wote na huyo mtumishi, kwa sababu yale maagano yana uhalali, na vita ya agano Mungu haingilii. Inachotakiwa ni wewe una nguvu ya kwenda kufanya upatanisho ili Mungu akupe uhalali, nguvu za kuvunja yale maagano. Ndio maana nilikuwa nafundisha jinsi ya kupiga maombi ya vita. Ninaposema achia maisha yangu, kinachopiga sio mikono, watu wa Mungu. Kuna watu niliona mpaka wamebeba na fimbo. Asa achia kilichoshikia uzao wangu, hamna mamlaka. Achieni mtoto wangu, achieni uzao wangu. Kinachopiga, mtu wa Mungu, sio mikono unayopiga nao. Kinachopiga ni nguvu za nafsi kwenye ulimwengu wa roho. Sasa nafsi yako iko kule kwenye maagano kule kwenu ulipozaliwa, alafu unampiga nani? Na kinachoweza kusababisha nafsi yako ikapata uhalali, nafsi yako ikapata uhalali wa kutoka kwenye yale maagano ni nguvu za Mungu katika ulimwengu wa roho, kwenda mbele za Mungu kufanya upatanisho, kumwambia Bwana, samehe kila agano lenye uhalali kwenye hichi ninachopitia. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana wengi tunafanya vitu ambavyo vinatutokea puani kwa sababu hatujui umuhimu wa yale maagano kwenye maisha yetu. Hatujui kwa nini yale maagano yanatutesa. Hatujui kwa nini yalikuwepo. Sikiza nikwambie kitu, mtu wa Mungu. Lazima tukubaliane kwamba maisha tunayoishi yalishaharibiwa na waliotutangulia. Ndio maana Maombolezo 7:5 anasema walifanya dhambi na hawapo, na maovu yao yametujia. Kwa hiyo haijalishi kwamba hatujui babu yako aliingizaje watu kwenye maagano. Hatujui babu yako alizulumu. Kuna watu leo mkifuga ng'ombe zinakufa kwa sababu asili yenu ilizulumungi ng'ombe. Wazee wenu ni wale walikuwa wakibaga ng'ombe usiku, wanaenda kuchinja kwenye yale mabucha. Wale wazee tulikuwa tunaambia wanyonya damu wale. Ndio wameleta maagano ya ufukara kwenye familia zetu. Kuna familia moja nilifuatilia iko kule Moshi. Wajukuu huyo bibi hawaolewi kabisa. Wadada wazuri wako 6 hapo nyumbani. Nilipofuatilia ningekuta bibi yao aliolewa kwa nguvu. Yaani bibi yao alishikwa na wale mamangi wale, akaolewa kwa nguvu, akalaani, akasema kama kuolewa ni hivi, mjukuu wangu ataolewa. Lile ni agano, ni tamko ametoa, limeenda kwa agano. Kwa hiyo lazima yote unayopitia, ukiona unafanya biashara kwa kusuasua, ukiona mapenzi, ukiona mahusiano yanasuasua, ukiona ndoa inasuasua, ukiona kazini kuna suasua, lazima ujue kuna agano ambalo lina uhalali. Lile agano linataka urudi kule ulipo. Ndio maana wewe mwenyewe sikiliza, kuna baadhi ya makabila hata kule kwetu kwa Wachaga kule, sasa hivi ukimpigia mjomba wako simu hapo, mwambie mjomba mambo ni magumu, mjomba anaenda kuongea na Masale. Ndio maana watu wa Mungu kusimama ni ngumu, kwa sababu zile asili tulizotoka bado zinafanya yale maagano yakae live. Alafu wale wana ujanja kuliko sisi. Wale wanajifunza. Mimi nilikuwa naona wakichinja mbuzi za matambiko wanasoma ule utumbo. Na kama unanisikia hapo utanielewa. Wale wanajifunza maarifa. Watu wa miungu ni wajanja sana, mtu wa Mungu. Wanajifunza maarifa. Wakichinja mbuzi wanaangalia ule utumbo, sikia si mvua zitanyesha. Wewe mtu wa Mungu umefanya kazi gani? Umejifunza nini ili udili na maagano yanayoharibu ndoa yako? Umejifunza nini ili udili na maagano yanayoharibu kazi yako? Wale ni wajanja. Wale ni wajanja. Mimi nimeona hao matambiko. Namshukuru sana Mungu kwa sababu nilijifunza. Zio wajomba pale wanachinja mbuzi na tobolewa pale, ule utumbo, kuna mzee anakuja na ucheki namna hii. Anasema mvua zitachelewa. Sisi watu tunaomwamini Mungu tumejifunza nini? Lazima tu ni watu wa upatanisho. Slogan namba 1, lazima tu watu wa upatanisho. Lazima tuende mbele za Mungu tukamwambia Bwana, tumekuja kufanya upatanisho ili utupe uhalali wa kujitoa kwenye yale maagano na haziri zimetufunga. Nilikuwa nafanya huduma. Kuna dada mmoja aliolewa, lakini huko kwao bibi yao ana maagano ya uchawi. Ikishafika saa 6 usiku, ile roho ule bibi na mwingine yule mwanamke
Na ikimwingia mwanamke anampiga bwana yake kwenye ulimwengu wa roho kipigo cha Hitler. Huyo jamaa akaniambia, mtumishi, mimi naumwa mgongo kila siku. Hakuna dawa ambayo sijatumia. Nifanyaje? Nimeenda kila hospitali. Nikamwambia tuanze upatanisho. Tumeanza kuomba upatanisho siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Akanipiga simu, mtumishi, usiku nimeamka, mke wangu akaniruka, akaenda akabadilisha ile night dress ya rangi ya pinki, akavaa night dress nyeusi, akazunguka kitanda kama mara 8, alafu akaja akatoa ile night dress, akavaa ile ya mwanzo. Nikamwambia tulia. Tukaendelea kuomba. Kesho yake tena yeye anasema, mtumishi, mbona hizo siku nyingine mimi nilikuwa sishtuki, lakini kiamka asubuhi mgongo kama una vidonda, imekuja nashtuka. Nikamwambia Mungu yuko kazini. Tumeomba, imefika siku ya 5. Dada anaamka tena, anamruka. Nikamwambia njoo, kaja Mwenge. Tukaomba. Yule dada alilipuka. Anasema, mimi simtaki huyu mume aende mahali. Kwani tunadai amechukua mke wetu bila kututaarifu. Wewe unaweza ukawa umeoa, umetoa mahari, unaweza ukawa umeoa, wazazi wamekubali, hata umejenga kule ukweni, lakini miungu ya ukweni inasema haikutambui kwa sababu hujafuata protokoli zao za kichawi. Ndio ile usiku sasa mke anaamka anakuwa bibi anakushughulikia vibaya. Na hata mapenzi mengi, mahusiano mengi yameharibika kwa ajili hiyo. Usiku unaamka umwangalie hivi waifu, kumbe ni kabibi. Anachi, mbona waifu wangu amecharara namna hii? Utaki hata kumwangalia. Una hisia na yeye. Kuna agano kule kwao limechimbuka. Kuna watu mpaka inakuja roho ya kiume. Unashangaa unamwambia waifu kitu, anarusha ule mkono, achana mimi baba nani. Mimi nitakuua. Yaani mkono unapita kama wale jamaa wa China. Kule kwa kuna agano, ikifika usiku anakuja mwanaume ndani yake. Kwa hiyo Mungu atusaidie tu watu wa upatanisho. Mungu atusaidie ili tuweze kwenda mbele zake. Atupe passcode, aweze kutuongoza. Mungu atusaidie tuweze kuneemeka na msamaha wake. Kwa sababu maagano ni sehemu inayotutesa sana watu wa Mungu. Kuna watu ndoa zimeharibika bure, hawana cha kufanya leo. Agano likisha kuharibia ndo la kurudishia ile roho ya uchungu sasa. Kuna watu kazi zimeharibika, hawana kumwambia kwa sababu walifanya bila maarifa au kuweza kutubia lile agano ambalo lilikataa wasifanye biashara. Lakini usiogope, usiwe na wasiwasi. Mungu hatakuacha kwa sababu wewe unachotakiwa unuie tu mtu wa upatanisho. Inachotakiwa unuie upatanisho. Mwambie Bwana, wewe ni Mungu ambaye niko hapa, nimesarenda. Ni wewe tu uliobaki kwenye maisha yangu. Kwa sababu saa nyingine hadi watu wengine wamezunguka mpaka watumishi wamekuwa maadui. Shida zinakuzungusha mpaka unafika kwa mtumishi, anaanza kuwa tena mganga. Ilichobaki ni kumkabidhi Mungu mioyo yetu. Tumwambie Bwana, tumefika hapa, tumefika mwisho. Mwambie hatuna njia nyingine, hatuna maisha mengine isipokuwa ni wewe. Kuna watu hakuna maombi hawajaomba. Mtu anapiga mifungo siku 7, siku 90, mpaka siku 120. Kuna mtu ambaye amefunga Lini utakula vizuri kwenye hii dunia? Hiyo ni kazi ya kutafuta vitu na akili zetu. Lakini Mungu kama aishivyo, tutaendelea kufundishana, utaelewa na utafanyia kazi, na Mungu atakusaidia, na Mungu atakuonekania, na Mungu hawezi akakuacha, na Mungu hawezi akakuacha ukaibika. Kinachotakiwa kuwa tayari kumwambia Bwana, mimi ni wa upatanisho. Haijalishi Mungu nina udhaifu gani, kwa sababu nimesema kuna watu wanamwamini Mungu lakini hawajiamini. Kuna watu wanampenda Mungu lakini hawajipendi.
hiyo ni kama kazi bure. Wewe usio na wasiwasi, endelea kumwamini Mungu. Mwambie Mungu, mimi niko tayari kwa ajili ya upatanisho. Mwambie mimi ni sehemu ya upatanisho, mimi ni sehemu ya matengenezo, kwa sababu sina Mungu mwingine isipokuwa ni wewe. Mwambie sina Mungu mwingine isipokuwa ni wewe. Mwambie sina Mungu mwingine isipokuwa ni wewe. Mwambie wewe ni mfalme wa falme, wewe ni Mungu mkuu, Mungu Adonai. Baba, tunakuja mbele zako mfalme, ninakuomba usamee mtakatifu. Samee Mungu wangu na baba yangu, samee mfalme wa falme, samee Mungu mkuu, Mungu Adonai. Sio yamkini, ni kweli asili yangu imekutenda dhambi, asili yangu imekutenda dhambi, ikaweka maagano ya miungu juu ya maisha yetu, ikaweka maagano ya miungu juu ya maisha yetu. Baba, ninakuomba usamee, Baba, ninakuomba usamee, ninakuomba usamee mfalme wa falme. Sio yamkini, ni kweli asili yetu Bwana ilitumikia miungu, asili yetu Bwana ilichinja mbuzi, ilichinja ng'ombe chini ya miti, ilitoa makafara. Sijui wazazi wangu Bwana walifanya maagano gani, wakamwaga damu za watu. Ndio maana leo Bwana kwenye maisha yetu Bwana ni ugomvi peke yake, ni ugomvi tu Bwana, kama uishivyo, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa nguvu ya damu ya Yesu. Baba, ninakuja mbele zako, ninakuomba usamee Bwana, samee mfalme wa falme, samee Mungu wangu na baba yangu, samee mtakatifu wa takatifu. Sio yamkini Bwana, ninakuomba usamee yale maagano ya asili, yale maagano ya asili, yale maagano ya asili, yale maagano ya asili yanayonizuia nisikae na mume, yanayonizuia nisikae na mke, yanayonizuia nisipate fedha, yanayonizuia nisiendelee. Bwana, samee leo. Sikiliza mtu wa Mungu, haijalishi unapita kwenye maisha gani, lakini Mungu ukimwambia kwa ndani ya moyo wako kwamba Bwana samee, anaona umefika mwisho, kwa sababu Mungu anachofanya hataki shetani avune. Mungu anachofanya hataki shetani avune. Kinachotakiwa ni kumsaidia Mungu nafasi. Msaidie nafasi, mwambie Bwana, nimesimama hapa, niko tayari kufanya upatanisho kwa ajili ya maagano ya asili. Tumshukuru Mungu, maana ninaamini vipindi hivi utavipata pale YouTube, vitakuwa vingi sana, lakini usiogope. Mungu wa upatanisho ni Mungu ambaye hana ubaguzi, ni Mungu ambaye anasema nitasamehe dhambi kwa ajili yangu mimi mwenyewe na sitazikumbuka. Baba, wewe ni Mungu, katika jina la mwana Yesu Kristo, asante kwa ajili ya watoto wako Bwana. Nakushukuru kwa ajili ya somo hili Bwana, hata mimi nimejifunza mfano. Bwana, tazama watoto wako tuko mbele zako Mungu. Tunakuomba usamehe pale Bwana tutakapoenda kusimama kinyume na wewe Bwana, ukatuongoze mfalme. Tunakuomba Bwana usamehe pale tutakapoenda kinyume na mawazo yako Bwana, ukatusamehe Mungu wangu na baba yangu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya ukuu wako. Baba, nakushukuru kwa ajili ya neema yako. Hata sasa Mungu, tunajikabidhi mbele zako Mungu. Tunaomba Bwana, Baba, kama mtumishi wako, kila atakachosikiliza kipindi hichi Bwana, akafunguke kwenye ulimwengu wa roho, akafunguke maisha yake. Utasa ukamwache, uchawi ukamwache, uchawi ukamwache, roho ya kuume ikamwache. Yes. Roho ya mapoza ikamwache. Kila roho sio zako zikamwache. Zikamwache katika jina la Yesu. Zikamwache katika jina la Yesu. Apata kuwa na mapoza kwao. Apata kuwa na mapoza kwao. Kuanzia sasa nakataa kila mapoza. Nakataa kila mapoza. Kila nguvu za giza hazitakuwa na mamlaka. Kila nguvu za giza hazitaweza kumshikilia. Ninamkomboa mtoto wako. Namkomboa kutoka kwenye lile shimo kule kwa miungu. Ametoka katika jina la Yesu. Amen.